Umelipa nauli kwa faida yako kuja kwa Bwana. Unataka uchangiweje nauli? Watu wanalipa nauli kwenda kuzini guest, hamwajui? Si wanalipa nauli, anapanda gari anaenda kuzini. Tena ni mke wa mtu anachepua kwenye familia yake kwa nauli yake na arudishiwi nauli. Kanisani nataka tuwarudishie nauli, muwe na adabu. Yaani unakuwa pale kanisani kama unamfanyia mchungaji favor. Yaani nataka mchungaji rafiki atambue uwepo wako kisa umefika hapo. Who are you? Wewe ni nani? Ibadani umekuja kwa nani? Kama ulikuja kwa Bwana, kaa utulie upate vya Bwana. Hauna mpango na Bwana? Siku watu wanataka ili uimbe kwaya tukupetipete. Imba basi mwanangu jamani, si ungeimba. Imbaga basi na wewe. Ujage imba. Kutoa mpaka tukuhubirie, tufute na jasho. Utoe. Wewe ukienda hospitali mtoto anauma, mbona unazitoaga bila kunani? Kuhimizwa, unatoa, unalipa mtoto afanyie operation. Na kwa kukopa unakopa. Lakini kanisa tukio tunajenga, una akili ya kukopa. Mimi hamna, ndo hamna. Yaani mchungaji ndo niinga, utabaki ndo niinga hivyo hivyo. Hiki kizazi Pastor Elisha, tusipokieleza ukweli tutakipoteza. Na mimi mkapotelee kule, sio kwenye mikono yangu. Popote ninaposimama na waeleza ukweli. Kwa sababu sitafuti kupendwa, Yesu ananipenda inatosha. Na Debora wangu bado ananipenda angalau. Bwana sifiwe. Yaani umekuja kwa faida yako. Unaabudu kwa faida yako. Unatumika kwa faida yako. Unamtafuta Bwana kwa faida yako. Mbinguni kwenye nyumba ya mchungaji rafiki hamna nyumba ya mzee wake wa kanisa hapa imeambatanishwa pale ubavuni, hamna. Kila mtu ana pakwake. Kwa hiyo palilia kitaru chako. Mwambie jirani, palilia kitaru chako. Unaenda pale kanisani, mchungaji hata antii moyo, utii weje moyo? Mbona utii moyo kwenda kwenye kikoba unaenda mwenyewe bila kutua moyo? Kanisani unataka utie moyo hiyo vipi? Kikoba unaenda tena haraka na chelewa jamani, kuna faini ya kikoba. Jamani nimeshachelewa. Na faini unaenda unalipa. Kanisani mpaka tukusindikize na pambio, toa ndugu ulicho nacho. Kama Mungu hatapewa heshima anayostahili kupewa, tuache kumwabudu kwa sababu hapokei dhihaka ya maabudu. Mungu anapokea ibada halisi na inaitwa ibada ya roho na kweli. Full stop. Wewe ukisukumwa kuja kuabudu, hiyo ibada anaipokea nani? Mungu anaangalia moyo. Kama ulisukumwa na moyo uko mbali, hana mpango na hiyo ibada. Tutaimba wote pambio moja, tutasifu wote, tutacheza wote step za kufanana, lakini anaangalia moyo. Haangalii step, haangalii nje panaonekanaje, haangalii umevaaje, anaangalia moyo. Mungu anataka mtu ambaye moyo wake utajimimina kwa Bwana. Leo hii ukitaka watu waelewe Injili, ukitaka watu wakusikilize, lazima utafute namna ili wakusikilize. Tafute namna. Wewe tafuta namna ya kusikiliza na kuelewa, kwa sababu ni kwa faida yako. Kanisa lazima libadilike. Sijui yametoka wapi haya. Ndio yamekuja ya Bwana, nimeanza na hayo. Mchungaji anageuka kuwa mtumwa. Mpaka yani akuombee, wewe unakula, yeye afunge. Mzigo wa maombi unatakiwa ujiombee mwenyewe, akuombee mchungaji. Ukipatwa na mabaya unasema mchungaji mwenyewe aniombee. Unamwona alivyo mnene na kile kitabu, yule atakuwa afungi. Uwe na adabu kwanza, kwenye mwili wangu umefikaje? La tatu, ukija kanisani unakuja kama umekuja kufanya favor. Usipoyaelewa maono ya mchungaji unaanza kuyapiga vita. Unambagaza kibarazani, unambagaza barabarani, unamsema vibaya unakojisikia. Hukumu ya Bwana inakuja juu yako. Geuka haraka.
kabla Bwana hajakutandika. Ndio maana amekuacha hai usikie. Ukuu wetu katika Mungu. Ndio somo langu jioni ya leo. Bwana sifiwe. Hiki kizazi hiki lazima kichongwe. Na mimi ni miongoni mwa watu wachache wali ambao Bwana amejisazia, ambao hawaogopi kusema ukweli. Mimi ukweli hata kama unakupasua matumbo nitakupiga na huo ukweli. Okwimana. Huko mbele ya safari. Bwana asifiwe. Yaani nakunyosha tu na ule ukweli kwa sababu sitaki kumtengenezea Mungu vilema. Namtengenezea Mungu vilema wa kiroho. Siwezi. Mimi nakunyosha na ukweli. Wataganga moyo kina mchungaji Rafiki na mchungaji Elisha, mimi nikishaenda watasema mimi siwezi. Mwambie jirani, kila unachofanya kwa Bwana ni kwa faida yako. Sasa tumekuwa tukiongelea kwa habari ya ukuu wetu katika Mungu. Sitarudia chochote ila nitagusa tu kile cha leo kiko hapa. Ukuu wetu uko ndani yake. Haleluya. Nimefundisha kwamba Mungu ni Mungu mkuu na lazima mawazo yake ni makuu, na sisi ni watoto wake. Watoto wa Mungu mkuu lazima tuwe wakuu. Nikasema sisi kuwa wakuu ni wazo la Mungu. Yaani hatujaokoka tuendelee kuwa watu dhaifu. Tumeokoka ili tuwe watu wakuu. Amen. Ile inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji hadi hivi leo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Sio mshirika unakuwa kanisani upo ya roho ndio hivyo ujajaa, unadhani roho ni wakina fulani tu, labda wakina Devi. Wewe hutaki kujaa. Unajia shida kila siku, kila siku ubebwe kwenye maombi, kila siku uinuliwe kwenye maombi. Wewe utakuwa uinue watu lini? Kila siku ubebwe wewe. Hiyo ni pampers ya kiroho umevaa, vua haraka kabisa, wewe ni mtu mzima sasa. Uachane na pampers. Ujue kwenda kupii mwenyewe, vua pampers. Hiyo ni pampers ya kiroho. Sema baba. Haijalishi kama unipendi, mimi sijali, mimi naendelea. Kila siku unatia huruma wewe. Tukubebe wewe. Mtoto analia. Huyu mtoto ataka maombi, mama yake kaenda. Yesu aliwaambia wale wanawake, jilieni ninyi nafsi zenu na watoto wenu. Wewe utaki kuja kujililia, unaupepeta kutwa kucha, si tuje tukuombe. Lilia nafsi yako. Mimi nikija natamka tu kile ambacho ni shauku ya moyo wako. Jamani, kuhani Eli alimkuta Hana yukoje? Ameomba mpaka midomo inatetemeka, akadhani amelewa. Lakini Mungu akamjulisha, huyu mama hajalewa, huyu mama anahitaji la ndani. Mama tayari ameshaweka uhitaji wake kwa Bwana. Kuhani akamwambia, na iwe kwako. Makuhani tunatakiwa tumalizie tu kazi. Kazi ni ya kwako. Mwambie jirani, kazi ni ya kwako. Maombi ni ya kwako. Mfungo ni wa kwako. Bidii ni ya kwako. Kumtafuta Mungu ni ya kwako. Unataka tukutafutie Mungu, tukuletee wewe kindala ndege? Kindala ndege linatafutiwa, linaletewa. Wewe jitu zima kabisa kiroho, una miaka 5 unataka utafutiwe uletewe hiyo vipi? Uletewe hiyo kui. Mungu hufanya watu kuwa wakuu. Tulimwona Ibrahimu kutoka kuwa mwanadamu kuwa taifa. Asubuhi tulijifunza. Tukamwona Isaka. Agano la Mungu na Ibrahim lilienda mpaka kwa Isaka kwenye Mwanzo 26:1 mpaka 4. Na Isaka, hii ni ahadi ya Bwana. Hapa mstari wa 12 mpaka 14 tunaona matokeo ya kukuzwa na Bwana. Isaka katika nchi ya ugeni akapanda mbegu, akapata 1 kwa 100. Hizo ndio hesabu za Bwana. Sisi tuna uwezo wa kupata kuliko mataifa. Kama ulikuwa hujui, ndio nakutoa tongo za kiroho. Nasemaje? Tuna uwezo wa kupata maradufu kuliko mataifa. Amen. Sasa leo nataka nimalizie hapa. Somo halijaisha, lakini kwa kusudi la kibali naishi hapa. Ukuu wetu uko ndani yake. Wewe kuitwa mtu mkuu, kuwa mtu mkuu uko ndani yake. Tumesema juzi, mkuu maana yake umezidi vile viwango vya kawaida. Nisikilizeni kwa makini. Kuna watu jioni ya leo
kuanzia leo unaomba kweli, lakini mara nyingi unaomba maneno yako, ukimaliza unaondoka. Jioni ya leo nguvu ya Roho Mtakatifu itakufunika. Utakuwa badala ya kuomba maneno yako, utaomba mawazo ya Bwana. Sababu Biblia inaniambia, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na nini? Na mapenzi yake yeye. Na wasomaji wa Biblia mbona mmalizi? Yeye atusikia. Bwana sifiwe. Kwa hiyo kumbe maombi pia sio tu kubwabwaja, sio tu haja zenu zijulikane na Bwana. Kumbe pia maombi ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwenye maombi kuna wakati umeenda kufanya maombi, lakini kuna muda utasikiliza eti. Yani unaomba lakini utasikiliza. Kwa hiyo leo nguvu za Roho Mtakatifu zitakufunika, zitakufundisha. Naitoa wapi hiyo? Biblia inasema yale mafuta yaliyoko ndani yenu yatawafundisha, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Tunapokuja kanisani, Roho Mtakatifu anapoachiliwa unampokea kwa nguvu. Hata kama ulijaa, huwa atumalizi kujaa. Mimi sijamaliza kujaa. Hapa nilipo nikadiria umri wote unaojua, lakini mimi nilijazwa Roho Mtakatifu nikiwa na miaka 11. Mpaka leo sijampoteza na sijakoma kujaa, najaa kila siku. Kuna mtu hajanielewa? Najaa kila, kwa sababu sijafika cheo cha utimilifu, yani sijafika mahali ambako nitaridhika kwamba nimeshalingana na Kristo. Bado nachuchumilia. Jamani, amina. Sasa kila siku tunahudumiwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana alisema msiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya dini ya waaminio. Kwa sababu sisi tunapokusanyika kweli, Mungu tunaye, sio kwamba tunakuja kukutana naye kanisani. Si ndio hivyo eti? Si ndio Biblia inatuelekeza? Mungu tumeshampokea, tunaye mioyoni. Hatuji kumtafutia hapa, tunaye. Lakini kwa nini lazima tukusanyike? Tunapokusanyika, Bwana anakuwa na jambo kwa ajili ya watu. Mwingine anakuja na zaburi, mwingine anakuja na neno la faraja, mwingine anakuja na neno hili. Tunapokusanyika, Roho Mtakatifu anaachilia vitu vinavyotusaidia kutembea kwenye maisha yetu ya kiroho. Hata kama lingekuwa neno tu mahubiri bila maombi, Paulo anasema neno letu na ujumbe wetu kwenu haukuwa kwa maneno ya hekima ya kibinadamu. Ilikuwa katika dalili na katika nguvu na uweza na dalili za Roho. Jamani, amina. Neno hili ninakueleza naweza kuongea kirahisi kabisa, lakini Roho Mtakatifu atalivuvia na kukuibua. Sema kukuibua. Utaibuka, utatoka na kuwa yule mtu ambaye Mungu anamtaka. Amen. Ngoja nikumegee hiki kipande, sitakifundisha, lakini nikumegee huyu mtu. Huyu mtu mnamuona hapa, nilitafuta picha ya Gideoni. Amechorwa tu, sio Gideoni mwenyewe. Picha ya Gideoni, ukisababake kwa bahati mbaya sana ni kama baba yake Ibrahimu, mzee Tera. Alikuwa mwabudu mizimu. Utasoma mwenyewe Waamuzi sura ya 6 na ya 7, utakuta hizo habari. Sina muda wa kusoma. Lakini ukimwangalia Gideoni, aliibuka tu, hakuwa anajulikana. Na mimi na watafuta watu ambao hawajulikani, kwa sababu ndio watu ambao Bwana anataka kuwaibua. Nimesema hivi, natafuta watu ambao hawajulikani kwa sababu hawa ndio Bwana anataka kuwaibua. Sitafuti watu ambao wanajulikana. Sifa ya mwalimu mzuri akutane na wanafunzi mambumbumbu, awafanye kuwa wale vipanga. Sio mwalimu anataka wanafunzi vipanga tu. Sasa wewe kazi yako itakuwa mimi siombagi. Nyinyi wachungaji kama mnaomba hayo maombi, mimi wasio. Mungu niletee wenye magari, niletee wenye hela. Wenye hela ni hao ambao Bwana ameshaniletea. Anataka wafanye kuwa wenye hela. Wakiwa hapo watakuwa katika hiyo neema, nikiwa na walea hapo. Sio Bwana niletee wenye hela. Mimi naamini upako nilionao sio tu wa kuvuta wenye hela. Wakija waje, lakini ni wa kuwageuza hao walioko. Kama hawana, sio wenye hela, wao wenye hela sasa. Watu wanapenda vitu ready made. Wanapenda vitu kimesha andaliwa, unaletewa kizima hivi. Wapi? Angalia
wanafunzi aliochagua Yesu. Unajiuliza nimejifunza kwa Yesu. Yesu alichagua wanafunzi, mwingine alikuwa jobless. Hajulikaniki ana kazi gani. Mwingine alikuwa mwanaharakati. Simoni Mkanana alikuwa mwanaharakati. Soma Biblia yako. Mwenye kazi ya maana mle angalau kidogo Mathayo. Waliobaki wavuvi. Hivi wavuvi ni watu wa maana. Jamani situkani mvuvi. Hata mimi kwenye Divine Voice tuna mvuvi mmoja leo hali. Juzi ya kweli. Sio watu wabaya, ni watu wazuri, lakini kimsingi wanafanya shughuli za uvuvi karne ile alikuja Yesu. Walikuwa tu washamba fulani eti. Sema ukweli. Mimi nimezaliwa Ziwani. Mimi ni mtu wa maana. Ziwani. Kule Ziwani kwanza mkiwa mnaoga tu mtupu, wala mvai. Kuna upande wa wanaume na upande wa wanawake. Na wote wanakuwa wote wako mtupu kabisa. Na hamna shida. Amenisaidia Isaac. Na hamna shida. Wavuvi hawana shida. Na wakitoka wanatoka huko kwenye maji wanaosha nyavu wako mtupu wala hawana matatizo. Sisi tulitoka likizo mjini tukaenda kule kijijini kwa bibi, sasa tukasema tukaoge wapi? Kumwalo, yani sasa tukaoge Ziwani, tukaenda. Kufika kule Ziwani. Wakubwa wadogo basi wote. Hii sampuli gani? Sasa kwenye wanafunzi wa Yesu hata mtume ambaye kidogo alikuwa high ranking Petro naye nani? Mvuvi. Soma Biblia yako vizuri kwenye Yohana 21. Baada ya Yesu kusulubiwa, Petro alirudi kuvua. Na aliporudi kuvua alikuwa ana nguo. Unasema ninahubiri kutoka kichwani. Soma Biblia yako. Alikuwa mtupu. Yesu alipotokea ndo akaanza kutafuta nguo alikozitupia. Yesu hakuchagua watu wenye maana. Alichagua watu wasiokuwa na maana akawafanya wenye maana. Nampenda Yesu, anafanya kazi na watu wa kila ngazi. Waliosoma anafanya nao kazi, wasiosoma anafanya nao kazi. Wenye hela anafanya nao kazi, wasio na hela anafanya nao kazi. Wenye maarifa mengi anafanya nao kazi, wasio na maarifa nayo anafanya nao kazi. Waliofungwa na mizimu anafanya nao kazi, na wale ambao hawajafungwa na mizimu anafanya nao kazi. Hali yoyote atakayokutana na wewe hana shida kuibadilisha. Na mimi nimekuja kama mjumbe wa Bwana nikwambia hali yoyote ulionayo hana shida ya kuibadilisha. Ataibadilisha kuwa ile anayoitaka, vile anavyotaka, namna anavyotaka, katika uwezo anaotaka, katika utukufu anaotaka, katika nguvu anayotaka, katika udhihirisho anayotaka. Itakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Gideoni alikuwa anasaga ngano lakini kwenye pango. Gideoni hakuwa na ujasiri wa kusaga ngano nje, kwa sababu alikuwa na shauku ya mabadiliko lakini hakujua afanyeje. Wamidiani, Biblia inasema hata Israeli walikuwa wakilima mashamba wanayafyeka yote. Kwa hiyo palikuwa nchi nzima imetekewa, hawana suluhisho. Na Gideoni, Mungu anayemuona kama shujaa, jamaa alikuwa anasaga ngano. Lakini anasagia wapi? Kifichoni. Nampenda Yesu. Gideoni kimwangalia alikuwa na sababu za kubaki wa kawaida, na hakuwa na sababu za kufanya jambo kubwa, kwa sababu hata Bwana alivyomfuata. Sikiliza ka story ka Gideoni, utasoma kwa muda wako. Nimekwambia Waamuzi 6 na 7 inakuonyesha namna gani mtu anaweza kutolewa kutoka mtu wa kawaida kuwa mtu mkuu. Waamuzi sura ya 6 na sura ya 7 yote kasome kwa muda wako. Ukisoma na umwambie Roho Mtakatifu nivuvie, atakusaidia kupitia maisha ya Gideoni. Hakuna mtu atakosa nguvu ya kwenda mbele ukiyachambua maisha ya Gideoni. Biblia inaniambia, naipenda Biblia, inasema malaika wa Bwana alienda akakaa pale mahali Gideoni alipokuwa anasaga ngano. Yaani malaika hakwenda kimakosa, alichagua kwenda mahali Gideoni anaenda kusaga ngano. Kwa hiyo Gideoni ametoka kama mlugaluga tu, angalia kwa Midiani hawajaniona, akaingia kusaga. Amefika pale kuta malaika wa Bwana amekaa. Akashangaa, akamwita shujaa, akasema shujaa. Akasema wapi yale matendo kama mnasema? Afu Mungu alimwambiaje? Alimwambia malaika alimwambia Bwana yu pamoja nawe.
Akasema mimi, mbona hali ni mbaya? Mbona tulisikia matendo makubwa, bahari ilipasuka, lakini leo hii tu Wamidiani wanatutesa. Malaika wa Bwana alimwambiaje? Mungu haongeagi maneno mengi. Ukikuta mtu anatoa unabii nusu saa, amechanganya na yako yake. Nakwambia, mimi sinaangalia hata kwenye TV naona. Yaani Bwana si anatusemesha, tunajua tunaposemeshwa na Bwana. Bwana ana maneno machache. Ukikuta unabii YouTube una nusu saa, una ya kwao. Mungu anaongeaga mafupi sana. Ulijiuliza Elia alipoenda kusema na Bwana, tetemeko, upepo, miti kadondoka, Bwana hakuwemo. Akaja baadaye kwa sauti ya utulivu. Aliongea mengi, mafupi tu. Fuatilia conversation, mazungumzo ya Mungu na manabii wake Agano la Kale. Fuatilia Musa, wote waliotokea na Bwana. Alikuwa anaongea machache tu, amemaliza. Malaika wa Bwana akamwambia Gideon, enenda kwa uwezo wako. Gideon hana nguvu za kutokea hadharani. Anasema mimi ni maskini kuliko jamaa yote ya Manase. Alafu malaika wa Bwana anasema enenda kwa uwezo wako. Na mimi nimekuja kama mjumbe wa Bwana leo nikwambie utaenda kwa uwezo wako ambao Bwana amekupa. Gideon ikabidi aende kama Bwana alivyosema. Akachukua hatua. Akaenda. Hatua ya kwanza alielekezwa aharibu madhabahu ya Baali. Sasa babake ni kuhani wa hiyo madhabahu. Alafu yeye anatakiwa akaibomoa. Hapo ndio Mungu anayetegemewa hapo. Kasheshe. Gideon akatoka usiku, maana aliona akitoka mchana itakuwa zari hilo. Akatoka usiku. Unajua waandamanaji wa tarehe 29 walitoka mchana ndio shida. Wakakutana na majamaa wakawaje. Gideon alitoka usiku. Bwana asifiwe. Usiku akaenda akavunja lile limadhabahu. Vunja lile lisana. Walipoamka asubuhi nani huyu? Wakasema mwenye kelele cha ndai atakuwa Gideon huyu. Mungu wa ajabu sana, babake aliyekuwa muabudu hilo lisanamu ndio akawa wa kwanza kumtetea. Akasema baba ndio akamkingia kifua. Nampenda Yesu. Akikupa kazi hata maadui zako watakuwa wa kwanza kuja kukukingia kifua. Yaani nampenda Yesu. Hakutumi bila mtaji wa kuendea. Yaani Mungu akikwambia nenda, wewe anza hatua, baraka na uwezesho vitakuja, unaendelea na safari. Sio unasubiri bana mpaka nione, utasubiri sana. Hatusubiriki kuona, tunaanzaga safari. Vinakujaga huko mbele. Mwenye haki wangu ataishi kwa naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Turudi pale, ukuu wetu uko ndani yake. Sasa Gideoni alielekezwa na Bwana na tunaona Mungu akaja akamchagulia na watu. Na hakuna mtu alipigana vita tamu ya ufunuo kama Gideoni. Utasoma ile sura ya 7. Walienda na mienge ya moto. Wakafika, akasema nikipiga tarumbeta, mtapiga kelele, tainua ule moto, mtapasua kwanza ile mitungi. Yaani vita ilipigana kwa mafunuo. Kwanza Mungu akakata lile jeshi kubwa, akambakizia watu wachache. Alafu akaenda kwa uwezo wake. Leo hii watumishi wa Mungu anakuita, anakuonyesha mambo makubwa, unasema tu nitafanya hiki, nitafanya kile, uchukui hatua, utadoda, utasubiri sana. Maandiko yananiambia hivi, wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kumbe kungoja kuna na nguvu mpya. Sasa nguvu ya kungojea hao. Alafu hiyo nguvu ikoje? Watakwenda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakimbia hao ni nani? Wamngojao Bwana. Kumbe kumngoja Bwana sio kuamua kukaa bila kufanya lolote. Kumbe kumngoja Bwana ni kuamua kutokwenda bila maelekezo ya Bwana. Ndio kumngoja Bwana. Kwa hiyo utaendelea kwenda lakini kwa maelekezo, ndio kungoja. Kwa sababu katika kungoja kuna kwenda juu kwa mbawa kama tai. Katika kungoja kuna kupiga mbio wala hutachoka. Kuna kukimbia bila kuzimia, ndio kuna kungoja. Leo
walokole tuna Kiswahili sana na mngoja Bwana. Kumbe kule kumngoja Bwana ni excuse, ni sababu ya kuficha uzembe wako wa maombi. Na mngoja Bwana. Na mngoja Bwana, hata kuomba uombi unangoja kitu gani? Tusidanganyane. Sema niko kwenye uzembe wangu. Sio na mngoja Bwana. Ngoja Bwana. Hizi mtu anamngoja Bwana, anaruka na kila msichana kanisani. Na mngoja Bwana anipe mke. Wewe unamngoja Bwana, unafanya ufuska kanisani. Sema ukweli. Na mngoja Bwana hiyo vipi? Na mngoja Bwana unafungua kila sketi. Akicheza step vizuri akakuvutia, unasema huyu nikitoka ibadani ni nani? Sina mngoja Bwana. Bwana yupi? Labda Bwana mtakataka. Sema Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 7. Mngoja Bwana. Vyote na vipi? Sisi tuna Bwana mtakatifu, sio mtakavyote. Bwana asifiwe. Nilishakwambia mimi sijaja unipende. Nimekuja mimi napasuka tu kweli. Wewe hata usiponipenda so issue. Mwambie jirani so issue, so issue. Fungua Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 7. Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 7. Na mngoje Bwana mfanye kazi. Unaimba tu nyimbo, utakuwa tajiri na tajirika. Utajiri wa wapi? Mpaka ukaiba. Kumngoja Bwana tunangoja kwa maana hatuondoki bila maelekezo yake. Ndio maana kungoja. Amen. Amen. Yohana sura ile ya 15 mstari wa 4 mpaka wa 7. Tumefika. Waliofika waseme amen. Amen. Tusome mstari wa 4. 1 2 3 go. Aha. Nani anaongea haya maneno? Yesu. Anasema mimi ni mzabibu na baba yangu ndiye mkulima. Yaani alitaka kuonyesha kwamba nyinyi matawi hamjajileta wenyewe, mimi ndio nimewaleta. Jamani amina. Ukinielewa kwa makini hapa naelekea kumaliza. Nisikilize kwa makini hapa. Alafu mstari wa 2, soma mstari wa 2. Mnaambiwa nyinyi matawi, sisi matawi sasa. Mstari wa 2 twende. Tawi ndani yangu lisilozaa. Uliondoa. Yaani mimi ni mzabibu lakini sikai na matawi yasiyozaa. Mimi ni mzabibu lakini sikai. Kimsingi amekatwa lakini yumo kwenye kwaya. Yaani mkitulia hivi mimi najua sindano ndio inaingia, ndio nafurahi sasa. Yaani wewe huwezi kushuhudia mtu kamleta kwa Yesu, unawezani? Tuambie unachoweza. Kwa mfano, ana huyu asiyeshuhudia mtu kuokoka anatongoza. Kwenye kutongoza mistari ipo. Kwenye kushuhudia mistari inapotea. Kuna aina nyingine ya mbingu unayoenda, sio hii iliyoandikwa kwenye Biblia. Wewe utakuwa na ya kwako, afu itakuwa ya hovyo. Tawi lisilozaa ulikata. Ambie jirani kuna kukatwa. Nafundisha ukuu wetu uko ndani yake. Ndani yake kuna kuzaa. Usipozaa unakatwa. Kila tawi lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha. Usije, mimi sitakaa nijilaumu kwa ujinga wako wa kupotea. Kama umeamua kujificha kanisani lakini we malaya, umalaya wako ni ujinga wako, mimi nimekuhubiria kweli. Na moto unakuhusu wala hatuhusiani na wala usinibebeshe hilo zigo. Ufuska umefanya mwenyewe, sijakutuma, kweli nimekuhubiria. Ujinga ni wa kwako, uko unakaa mahakamani lakini hujui sheria. Okwi pande ka. Wala sitajilaumu. Mchungaji niliona moyo unauma. Unakaa na majitu
tunaeleza kweli, unayafundisha kweli. Yaani unawaombea wanavuviwa hapa. Alafu nikitoka naenda kutongoza, haliendi kushuhudia. Alafu nikianguka mimi nijilaumu. Yesu mwenyewe, kanisa lake mwenyewe, kanisa la Yesu, Yesu mchungaji, mtunza hazina wake alimpiga dili. Yaani alimuuza Yesu akampiga dili. Huyo Yesu takuamini ndani. Basta akikengeuka mtu usijilaumu wewe. Wewe tajikagua tu, kama kuna mahali ulilegeza unasema ngoja hapa ni kazi. Lakini kama ukulegeza, jitu limejipeleka lenyewe kudondoka, ujinga wa kwake. Yuda alijinyonga, ilimzuia Petro kueneza Injili, ilimzuia Yohana kueleza Injili, ilimzuia Mathayo kuandika waraka, ilimzuia Marko kufanya kazi. Wa kujinyonga akajinyonge, wa kupiga dili akapige dili. Wa Yesu tutasimama na Yesu na kazi haitakwama. Tustaniane kabisa, tustaniane. Tawi lisilozaa linaondolewa. Hey! We kama uzai, jiandae kuondolewa. Unakaa kanisani una matokeo, unapasha kiti moto, utaondolewa. Kukaa kanisani sio kuwa ndani ya Kristo. Unaweza ukawepo kanisani lakini hauko ndani ya Kristo. Kila tawi lizaalo huzidi kulisafisha. Wewe unakaa kanisani unanena kwa manati, na tuna ibada za Roho Mtakatifu, wenzako tunaabudu, tunabubujika, ufungui moyo wako, unasema acha gawa nene wengine, mimi tu niwakutia watu moyo. Wewe wapi? Biblia inasema siku ya Pentecost walikuwa wamekaa mahali pamoja. Napenda Biblia inasema ghafla kukaja uvumi kama wa upepo ukienda kasi kutoka mbinguni. Alafu Biblia inasemaje? Wawili tu wakajazwa Roho. Muulize jirani. Mpige kabisa kibao, mwambie jirani, wangapi walijazwa? Biblia inasema wote wakajazwa. Zaidi ndio kushangaa. Kumbe Mungu ana portion ya kila mmoja. Kumbe Mungu ana package, ana kifurushi cha kila mmoja. Kwenye mtandao mnanunua kifurushi, kina dakika, kina SMS, kina MB, zina makorokoro gani, na Mungu ana kifurushi cha kila mmoja. Wewe ukiingia kwenye menu pale unachagua combo ambayo ina vyote, au message peke yake, au dakika peke yake, okuimana. Wewe ndio unachagua, lakini kifurushi vipo vyote vya watu wote. Inawezekana watu wote mkawa watu wakuu. Inawezekana watu wote mkafanya mambo makubwa kuliko waliofanya ukoo wenu. Inawezekana watu wote mkasimama katika Bwana na mkaiwasha kibao moto. Inawezekana uamsho kaanzia hapa. Inawezekana Bwana kufanya mambo makubwa. Inawezekana Bwana kutumia mwanaume na mwanamke aliyeko hapa. Inawezekana ishara na ajabu kufuatana na kila mmoja wenu. Inawezekana. Unahitaji tu kujiachilia kwa Bwana. Unahitaji kumwambia Bwana, niko ndani yako na niko tayari kuzaa. Nyanyua mkono wako juu. Sema Bwana, niko ndani yako. Nataka nikae ndani yako. Wakati mwingine huwa natoka. Nisamehe Bwana. Nataka kuzaa sana. Nataka kuzaa sana. Ule ukuu uliokusudia ukawe maishani mwangu. Nataka nizae sana. Nataka nizae sana. Mstari wa 3 akawaambia, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Sasa maelekezo, mstari wa 4. Soma mstari wa 4. Yeremia, shika mikrofoni wakati unasoma mstari wa 4. Namjua aliye mwamba. Yohana 15 mstari wa 4. Bwana Yesu namjua aliye mwamba. Mstari wa 4 Yohana 15. Watu wote tusome 1, 2, 3 twende. Inasemaje? Maelekezo hayo kwamba ukija umeshaokoka, acha kuyumba yumba, tulia kwa Yesu, kaa
kwa Yesu. Anasema kaeni ndani yangu. Sio uchaguzi, ukijisikia kaa, ukijisikia usikae. Ukiona vipi kaa, ukiona vipi jichanganye, ukiona vipi mambo yaendi. Kula hela ya buzi si mara moja tu, abakizi alama, unalipa kodi, alafu baadaye unaendelea na Yesu. No, alisema kaeni. Kodi ipo, kaa. Kodi haipo, kaa. Mambo yanaenda, kaa. Mambo hayaendi, kaa. Mambo yamenyooka, kaa. Mambo yamepiga kona, kaa. Unalala na njaa, kaa. Unakula milo yote, kaa. Una mboga moja, kaa. Una mboga 7, kaa. Wewe ni kijana lijali, kaa. Wewe ni mzee wa miaka 50, kaa. Wewe ueleweki, kaa. Mambo yanaeleweka, kaa. Kaa, 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 kaa. Januari, kaa. Mwezi wa 3, mwezi wa 5, mwezi wa 10, Disemba, kaa, 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 kaa ndani yake. Glory to Jesus. Vipi leo kwenda ibadani sijisikii? Unajisikia sikia nini? Kuzinizini au? Kama ujisikii kwenda ibadani, wewe unajisikia nini? Mama fulani ibada, mbona moyo hata haupo yani? Moyo hauko kwa Bwana, uko kwa nani? Kwa Athumani. Moyo haupo, kufa basi. Bwana ufi. Haliwezi kuzaa lisipokuwa peke yake. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Bila kuwa ndani ya Bwana hatuwezi kuzaa. Mungu amenituma nimzalishe watu wa moto, wa moto, sema wa moto. Biblia inasema zile ndimi zilikuwa ndimi zilizogawanyikana kama za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Dakika chache zijazo ule moto wa Roho Mtakatifu utakukalia. Wala sihitaji kukuweka mkono, sio lazima nikuguse, sio lazima na wachungaji tuje hapa tukuguse, ila Roho Mtakatifu atakuvuvia. Na leo kutatokea mageuzi. There's gonna be a change. Kutatokea mageuzi. There's gonna be a revolution. Mageuzi. Mageuzi yatatokea. Bwana anajipatia watu wake wanaoenda mbali. Mungu anawatafuta jioni ya leo watu watakaoenda mbali. Watu ambao atawavuvia waende mbali. Atawaamini na neno lake kulipeleka mbali. Atawaamini kusimama na neno lake bila kutamani fedha ya aibu. Hawataleta unabii wa uongo ili wapewe pesa. Kwamba Bwana amenisemesha unipe 300,000. Wewe unasemeshwa tu watu watoe hela. Mbona usemeshwe waache dhambi? Kuna shida. Na wage na akili. Na ndio mnazidiki ka ujinga tu, wanyoshe kidogo. Wewe unaenda mtu anakutabiria leta 300,000. Wewe umsikii Bwana mpaka yeye tu. Usaidiwe wewe kusikia. Kanisani kama hapa tunaweza kuwa tuna ujenzi, hata pale kanisani kwa mchungaji rafiki nimepita, panahitaji maendeleo. Uleti kanisani. Unasubiri uje utabiriwe. Leta 700,000 miguuni kwa mtume. Shida yako inaisha. Mungu umemwacha moyoni, umemwacha hapo unapoabudu, unaenda kukatabiri, unaenda kukopa mpaka 700,000. Mpaka leo unateseka kulipa deni na yule alikuwa tapeli. Na mimi namuomba Mungu matapeli wasiishi, muendelee kuwepo, wawanyoshe, mrudi kwa Bwana. Sijakosea maneno, sijamkasema nimekosea maneno. Waendelee kuwepo, kwani Mungu hajawaondoa, hawaoni. Bado wawepo. Wengine kwa kuliwa ndio mtanyooka. Mhubiri wa aina gani? Ndio wa aina hii, mimi nimetengenezwa kwa aina hii. Mstari wa 5. Soma mstari wa 5. So mimi mstari wa 5, mimi nataka kuwahi kurudi nyumbani jamani, mna shida gani nyinyi? Nataka mnifungie kibao. Soma mstari wa 5. Mimi ni mzabibu. Mimi ni matawi. Akae ndani yangu. Come on. Ndani yangu. Huyo sasa. Sasa hapa tusitie
tusitiane moyo. Sema tusitiane moyo kwamba mimi niko ndani yake, niliokoka niko ndani yake, akae ndani yangu. Uzaa sana. Nionyeshe matunda yako nijue uko ndani yake. Hakuna matunda, unafanya propaganda. Injili haina hii huwa inagamina. Akae ndani yangu, huyo uzaa sana. Kwa hiyo usiniambie tu niko ndani, niko ndani ya Yesu na burudika, niko ndani ya Yesu na burudika. Unacheza niko ndani ya Yesu na mwaya mwaya. Wapi? Akae ndani yangu, uzaa sana. Yuko wapi mtu mmoja hata uliyemleta kwa sababu wewe uko ndani ya Yesu? Tuonyeshane matunda. Tutawatambua kwa matunda. Mwambie jirani matunda. Mwambie jirani matunda. Matunda, 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 matunda. Matunda. Mwambie utazaa. Mpaka kule nyuma mwambie jirani utazaa. Utazaa. Wala sio kazi. Kuzaa unahitaji tu ndani yake. Filipo aliambiwa na Bwana toka ndani. Nenda barabara inayoelekea Gaza. Filipo akatoka bila kujua anaenda wapi. Aliambiwa tushika barabara inayoelekea Gaza, akatoka. Kumbuka alikuwa Samaria wakati ule. Amefika, anaona gari linakuja. Yumo yule towashi. Wakushi. Anasoma maneno hayajui. Yeye alikuwa ndio anashika hazina ya malkia wa Ethiopia, Kushi. Anasoma chuo cha nabii Isaya akielewi. Mungu akamwambia likaribie gari. Mungu anaongea vitu simple. Wewe unamtafuta Mungu, unataka ubuni sauti yako kama ya kwenye movie. Mwanangu, nimekuja kwako, nataka niseme na wewe. Bwana haongeagi hivyo. Hizo ni movie. Bwana anaongeaga sauti ya kawaida kabisa, unaielewa. Kuna njia zaidi ya 11 Bwana anatumia kuongea na watu. Ndoto ni mojawapo, maono ni mojawapo, sauti ya ndani ni mojawapo, wazo ni mojawapo, kupitia neno la Mungu ni mojawapo, kupitia mtu ni mojawapo, kupitia mazingira yanayokuzunguka ni mojawapo, kupitia sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu ni mojawapo. Akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akaanzia hapo, akamuuliza unayaelewa? Yule akamwambia nawezaje kuelewa bila mtu kunielewesha? Kazi ikaanza pale. Akakaribishwa na kwenye gari, puju, akaingia ndani ya gari. Safari ikaanza, akamhubiria. Wakafika mahali kuna mmoja akasema hivi, nini kinanizuia mimi sibatizwe? Sibatizwange tu yaishe. Bwana asifiwe. Ukiwa ndani ya Kristo, hata umesafiri kwenye basi utazaa. Hata uko kwenye daladala utazaa. Wewe kwenye daladala unaongelea maandamano tu ya tarehe 29. Jamani wameua, jamani watu wamekufa, jamani. Na sisi walipita, wakapiga na karisasi. Nilisikia pale kwa mzee John, nakwambia mzee John nasikia mpaka alijialishia. Napiga tu story. Yaani napiga mdomo katikati ya huo muda. Pata muda wa kumzalia Bwana matunda. Nenda sokoni, unaponunua nyanya, shuhudia muuza nyanya, shuhudia muuza mboga, shuhudia konda wa gari, shuhudia kila mahali. Ukienda hotelini, kuna siku nilienda hotelini, tumetoka na makamu wa askofu, tumetoka kwenye msiba fulani, tukaenda mahali kukaa. Yule dada ajui kama sisi ni wachungaji, akatuhudumia. Nikamchapa injili pale pale, akakubali pale pale. Nikamwambia dada, nakupa saa ya toba hapa, maana yake kuonana na wewe sijui tena. Yuko pale jeshini pale Kunduchi, sio mbali na kanisani. Na kanisani yakuja pale pale, nikamwambia hapa wewe si kama tu tunaongea, nikamwambia uhitaji kufumba macho, fuata sala hii. Bwana Yesu, mhudumu wa pale tulipoenda kule. Amina. Akae ndani yangu uzasa. Iko neema leo Bwana ataachilia ya watu walio tayari kuzasa, ya watu wenye shauku ya kwenda mbali. Roho Mtakatifu atakufunika na nguvu kuliko vile umezoea. Au tutaomba kirahisi tu kwa sababu yeye yuko tayari. Ni wewe, yani hii ubiri yote ni wewe, yeye yuko tayari. Mimi hapa ninachofanya naandaa moyo wako. Jamani amina. Jipandieni katika haki, utifueni udongo wa mashamba
yenu, maana umewadia wakati wa kumtafuta Bwana. Hapa niko natifua udongo wa shamba lako, udongo wa moyo wako, ili tupande mbegu njema ya Bwana ipate kuzaa 100, 160. Haleluya. Akae ndani yangu, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Amina. Hamwezi kufanya neno. Pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe hatuwezi neno lolote bila yeye. Mimi sikujui, sijui mahali unaabudu, sijui unafanya nini nyumbani mwa Bwana. Ila ninachojua kuna watu leo Bwana atawachukua na kuoneleka kiwango kingine. Wakati tulipokuwa tunaabudu kabla sianza kuhubiri, nikaona nguvu ya Mungu ikimtoa mtu na inamtoa mtu inamsukuma mbele. Roho Mtakatifu anakusaidia kufika mbali mno kuliko wewe unategemea. Kila mmoja omba rehema mbele za Bwana, mwambie Bwana nisamehe. Kuna maeneo sijatumika kikamilifu. Kuna maeneo nimelegeza. Kuna maeneo najua lakini sifanyi, nisamehe. Kila mmoja omba tu mbele za Bwana kabla sijafia. Yaomba wewe. Jiachilie mbele za Bwana. Mueleze Bwana kwa uaminifu kabisa, wala una sababu ya kujihesabia haki. Kila mwambie tu Bwana, kuna maeneo kiukweli nimekuwa mbaya. Kuna maeneo nimelegeza kamba mwenyewe. Asante kwa sababu ya majira ambapo Bwana unajiandalia watu. Baba, sema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yako. Katika kizazi hiki umejichagulia watu walioko mbele yako leo. Umejichagulia watu ambao Mungu kupitia kwao kazi yako itasimama. Kupitia kwao neema yako Bwana itagusa mataifa, itagusa miji, itagusa mikoa, itagusa majirani, itagusa watu wanaowazunguka, itawagusa wakuu wa dunia, itawagusa wale wa kawaida. Mwambie Bwana asante kwa kuniamini. Tunaingia hatua ya pili sasa. Mwambie Bwana asante kwa kuniamini. Asante kwa kuniamini, umenichagua mimi. Ni mimi umenichagua. Umesema nitazaa sana nikikaa ndani yako. Asante kwa kunichagua. Kama maandiko yanasema si ninyi mlionichagua, bali mimi niliyowachagua na nikawaweka mzae matunda na matunda yenu yakapate kukaa. Mwambie Bwana asante kwa kunichagua.
Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anafahamu anapotaka kuzaa jambo jipya huwa anaachilia hali ya uombezi. Kila Mkristo ni muombezi, lakini Mungu anapotaka kufanya jambo na mtu huwa anaachilia nguvu ya uombezi zaidi ndani ya huyo mtu, na huyo mtu huwa anavutwa zaidi kukaa karibu na Bwana. Roho Mtakatifu anachofanya sasa hivi, atawavuvia wengi wenu, atawapeleka mahali pake pasiri. Sio watu wote wanaingia mahali pake pasiri, mahali pa kujua njia zake. Anasema alijulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Kwa hiyo cha kwanza Mungu anafanya, anakuingiza wewe mahali pako pa nguvu, yaani anaongeza neema yako katika uombezi. Utajikuta unalibeba kusudi na kuliinua kwa Bwana bila kuhimizwa na mtu yoyote. Nami Bwana, katika jina la mwanao Yesu Kristo, nasimama mbele ya watu hawa Bwana. Asante kwa sababu umewakusudia kila mmoja. Asante Baba kwa sababu unakusudi na kila mtu. Asante Roho Mtakatifu uliyepo, una mipaka huko mpaka kule nyuma, uko kila mahali, uko mahali wamesimama. Baba, ninaachilia neema ya uombezi kwa kila mtu ambaye umemkusudia, kwa kila mtu ambaye atasimama kulibeba kanisa, kwa kila mtu ambaye atasimama kubeba kazi yako, kulibeba taifa, kubeba. Baba, asante kwa uchungu unaoachilia kwa watu hawa kuona gap lilipo. Watu hawa wataona, macho yao yatafunguliwa, wataona mali gap lilipo na wataingia kuliziba. Na Bwana, kama uliyekusudia mmoja wapo hajajaa Roho, utamjaza Roho wako na pia utamuingiza katika uombezi. Nami Bwana, ninaachilia neema ya uombezi, uombezi unaoambatana na kusudi lako, uombezi unaoambatana na kusudi lako kwa maisha yao, kusudi lako kwa kanisa la Tanzania, uombezi unaoambatana na makusudi yako juu ya maisha yao. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia juu yako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu zikufunike. Bwana anapandisha kiwango chako cha maombi, anapandisha kiwango chako cha kumtafuta, anapandisha kuna sauti utasikia ya Roho Mtakatifu kutoka ndani. Huwezi kuikontrol wewe, utasikia kutoka ndani. Utasikia bubujiko kutoka ndani. Utasikia kwa wengine inaweza kuanza kama kusikia kupiga kelele. Baada ya hiyo kelele utaona kuvuviwa, utaona kujaa, utaona kutiririka. Mwingine inaweza kuja kama kilio, unasikia kama huzuni fulani. Bwana anakubebesha huzuni. Hiyo huzuni ni mzigo ambao utasimama nao kwa ajili ya kusudi la Bwana. Ndio mwanzo wa hukumu wako, ndio mwanzo wa kuelekea kwenye kusudi. Baadhi ya wengine utasikia mwili kama unaishiwa nguvu, unasikia mwili kama unasisimka. Roho Mtakatifu ana njia mbalimbali za kuhudumia watu. Sasa kila mmoja kwa kadri ya utayari wako ubatizwe kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Hatua moja mbele, kiwango kingine mbele, utakuta Bwana kwa hatua nyingine, kiwango kingine mbele. Pokea katarata shakataraba ya baba baba babarika sakata reketere bora wamezi 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 wamezi. Bwana amejipatia ayiwamu wasaidia wengine ikabie tola sheketeka sheketala sheketala leta baba baba baba. Anapita 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 kama nilivyokuwa siku ya Pentekoste. Anapita anapita, unavuviwa unavuviwa unavuviwa, anakuvuvia anakujaza kwa upya, unajaa kwa upya. Yeka kata yeka yeko. Vijana wa kiume, iko neema ya kwenda mbali, iko neema ya kwenda mbali, iko neema ya kwenda mbali. Ufurike. Thank you Holy Spirit. Utaomba asubuhi, utaomba mchana, utaomba jioni, utaomba adhuhuri bila kuchoka, utaomba alasiri bila kukwama katika jina la Yesu. Anapita kule nyuma, anapita kule nyuma, anapita kwa nguvu,
kwa nguvu, kwa mara ya pili na achilia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Thank you Holy Spirit. Wengine mnaweza kuwaweka juu. Shatera kaya, shatera ndaya, shatera bado anapita. Iko neema kwa vijana, iko neema kwa vijana, na sio kuachilia neema kwa vijana, kwa vijana, kwa vijana, kwa vijana. 1, 2, 3, uvuviwe na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Shekera mandarebo shamanderebo. Nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko hata kama lingekuweko pepo, ataingia na hilo pepo litaondoka na utajaa. Haya, ujae katika jina la Yesu. Naingia hatua nyingine ya 3. Nasikia moyoni mwangu sasa, hata wale mnaohudumia na nyinyi mnamhitaji Bwana. Sijali, kila mmoja atahudumiwa na Bwana kwa kadri apendao. Kwa watoto wadogo ambao sio mzee, hujabeba mtoto, una nguvu na una uwezo wa kunisikia, simama. Kama hujabeba mtoto, haumwi, ni kijana tu, simama. Wengine waliozama wewe wataendelea. Shakatalama. Nyanyua mikono, kusanyiko lote. Kuna baadhi ya watu wachache ambao Mungu anawapaka mafuta kwenda mbali. Yaani huduma yako utaenda mbali. Utaenda mbali. Kwa tangu sikumbuki, lakini baada ya mwezi wa 6 kuja mbele huko, kila ninaposimama mbele za watu, Mungu ananiambia niombee watu ambao watakuwa chachu ya uamsho. Kwa hiyo kila mahali ninakoenda, ninaomba kwa ajili ya watu watakao kuwa chachu ya uamsho. Kwa wanawake, kwa wanaume, kwa vijana, kila mmoja aliyekusudiwa na Bwana, katika jina la Yesu, chachu ya uamsho kupitia wewe, maisha ya watu wengi yataguswa. Receive the power right now in the mighty name of Jesus.